Refresh. Yes, back again kwenye Refresh. Leo tuko na Samiri Kinyulinyuli na ndugu yetu bana alikuwa ni mwanamuziki wa Bongo Flava, lakini sasa hivi ameamua kushift na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa maana kwamba kuokoka na kuachana na yale yote ambayo alikuwa anafanya nyuma, kuachana na mambo ya kuimba nyimbo za kidunia, lakini sasa hivi ameamua kuwa mtumishi wa Mungu. Sasa moja kati ya kitu ambacho of course mimi nimejiuliza, lakini pia watu wengi wamejiuliza, especially team Refresh, ni kuhusiana na jina lake. Yeye ameamua kuokoka lakini still anajiita Samiri, na tunafahamu kwamba Samiri ni jina la Kiislamu. Sasa hii imekaa vipi? Haoni haja pengine ya kubadilisha jina lake, kwa sababu akiendelea kubaki na jina hilo pengine watu wanaweza kuhisi kwamba huyu mbona kama hajaokoka, mbona kama kuna namna anatuletea michezo Samiri. Uzuri jina sio imani. Jina ni kutambuana tu, kujuana, vitu kama hivyo, lakini jina ni jina tu, na imani ya mtu na dini ni kitu kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo naitwa Samir, nimeokoka, ni Mkristo kabisa. Karibu sana kwa Kristo. Yesu anaponya, Yesu anaokoa. Umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Na natamani kujua ni kitu gani ambacho kilisababisha, ama ni tukio gani ambalo lilisababisha ambao ukaona kwamba sasa hivi acha niache kufanya muziki wa kidunia, acha nifanye nimrudie Mwenyezi Mungu. Kwanza lengo la sisi binadamu kuumbwa, Mungu ametuumba ili tumwabudu. Kwa hiyo ni wakati wangu sasa, nimeona nishafanya vitu vingi, pia nishapitia niliyoyapitia, nimeishi katika mawazo yangu pekee. Kwa hiyo sasa ni wakati wangu pia kutumika kama lengo lilivyo la Mungu, kwa sababu Mungu ameumba wanadamu ili tumwabudu. Kwa hiyo sasa ni wakati wangu sasa kumwabudu Mungu. Kwangu ni kitu kizuri na ni furaha kubwa nilionayo kwa kuona umefika wakati wangu sasa, na wakati sahihi kwangu ni mtumikie Mungu wangu na kutangaza utukufu wake mataifa na mataifa. Sawa, natamani kusikia kutoka kwako ni neno gani kutoka kwenye Bible kwako ndo kubwa sana kwenye maisha yako? Ana vitu vingi katika Bible, lakini pia mimi ndo najifunza sasa hivi. Sikuwa nafahamu, nimekuwa Mkristo, nimeokoka kwa kipindi kichache kilichopita. Kwa hiyo ni wakati wangu, niko nasoma, najifunza vitu vingi, lakini pia na season ambayo inaendelea katika YouTube. Ukija YouTube kwenye account yangu unakuta kuna season inaitwa Narudi season. Kwa hiyo kuna episode ya kwanza nishatoa tayari, na kuna episode ya pili tayari na inafuata kutoka, nadhani by siku mbili kama si leo, kesho itakuwa tayari. Pia watu kwa wafuatilie kwenye YouTube yangu channel, kule kuna season inaitwa Narudi. Kwa hiyo ndo nafundisha kule, nazungumzia vitu vingi kule. Kwa hiyo tutakutana siku nyingine tena pia kuzungumzia mambo mengi na kuwapa neno, lakini pia wakiingia YouTube watakutana namna gani ambavyo nafundisha. So niko na Bible hapa pia najifunza, na kitabu pekee ambacho napenda kuwa nacho muda wote, kwa sababu unakuwa naona nipo karibu na jambo la Mungu na Mungu wangu pia. Wow. Nikupongeze sana Samiri kwa uamuzi ambao umeamua kuchukua. Of course ni kitu kizuri, sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri mno, na big up kwako sana. Kuna baadhi ya watu wanakubeza, wanadai kwamba ndugu yetu hujaokoka, kuna namna unataka tu trend, watu wakuzungumzie na nini na vitu vingine kama hivyo. Unawaambiaje watu ambao wanaamini kwamba wewe haujaokoka my brother, unataka trendy? Kwa mimi nashukuru, nimepokelewa vizuri na jamii yote. Kwenye comment tofauti ni kila mtu na mtazamo wake. Kuna watu wao hawapo kwenye kitu kizuri chochote kile, iwe kujenga, kubomoa, kila sehemu wao wapo. Kwa sababu kama mimi nilikuwa nifanya Bongo Flava na wakachekelea, sasa hivi nimeacha kufanya Bongo Flava, nafanya nyimbo na mtaja Mungu na mtukuza. So it means utakuwa mtu wa ajabu sana, unafahamu kwamba sasa Samir anatumia sauti yake sasa hivi anamwimbia Mungu, anamtumikia Mungu. Alafu huko doubt kwa kama jamaa, kwa nini sasa ameamua kumtumikia Mungu? Kwa nini sasa jamaa ameokoka? So it means unataka niendelee tena, unataka niendelee kuwa kule ambapo naona kabisa napotea na sifanyi vizuri kwa Mungu wangu. Kwa mimi niseme tu, kwa nitoe wito pia kwa vijana wenzangu pia na kwa Tanzania na wasio Tanzania. Hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi ambayo au kuwa kwenye lengo ambalo Mungu anataka, kwa sababu Mungu ametuma vijana wote tumtumikie na kumwabudu pia. Kwa hiyo wakati wako kijana, wewe ni sasa. Popote ulipo, kama unanisikiza hapa kwenye Refresh, au sio? Kijana mwenzangu, wakati ni sasa, mtumikie Mungu, okoka, njoo kwa Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Mtumikie Mungu ungali kijana na nguvu zako. Unafahamu Kwa hiyo sio mpaka usubiri eti kuna watu wana tabia zile kwamba mimi bwana bado kijana, labda nitarudi kwa Mungu nikifika age fulani. Haiwezekani. Utakuwa umeenda kwa Mungu kwa sababu zako, kwamba unaona sasa ushachoka, unaacha kufanya, maisha yamekupiga, labda vitu gani, ushazeeka, unaanza nakaribia labda mwisho wa maisha yangu katika dunia.
ndio ukasema unamrejea Mungu. Sio kitu kizuri bana. Mungu ni raha ya kuonyesha kwamba unafanya kile kitu ambacho Mungu amekuagiza, amekuumba ili umwabudu, mtukuze. Kwa hiyo ni raha katika nafsi yako. Mimi najisikia raha kumtukuza Mungu na kumwabudu, ningali nipo kijana hivi, najisikia raha kwamba yes, okay, nipo salama, nafanya kazi ya Mungu na muabudu Mungu kama alivyosema ni muabudu. Kwa hiyo wakati ni sasa, usubiri muda wote bana. Ipo hapa kabisa. Yeah, kabisa. Mungu anasamehe muda wote. Mungu hata umefanya dhambi gani, Mungu anakupokea. Kwa hapo ulipo tubu, sema dhambi basi sifanyi tena. Sasa Mungu anakuja kwako, nipokee. Mungu anakupokea. Mimi nimetubu dhambi zangu, kwa hiyo nimerudi kwa Mungu, namtumikia Mungu wangu. Yes, baadhi ya wasanii ambao walishawahi kufanya kitu ambacho umekifanya ndugu yangu Samir, mfano tukimzungumzia mtu kama Snura Majanga ambaye alikuwa anaimba nyimbo za dunia lakini akaamua kumrudia Mungu, akachana na mambo ya kuimba nyimbo za dunia, au sio bwana? Mfano tuna mtu kama alikuwa Mzee Yusufu, pia naye alishakufanya hivyo though. Mzee Yusufu bwana kidogo alituchanganya kwa sababu alisema anamrudia Mungu, akamrudia Mungu, alafu baada ya hapo akarudi tena kwenye nyimbo za dunia, which sasa hii ilituchanganya sana na of course haikuwa kitu kizuri. Lakini hawa wote ambao walichukua uamuzi huo wa kumrudia Mungu, walitangaza rasmi na kuomba nyimbo zao ambazo walizifanya za kidunia zisichezwe kwenye vituo mbalimbali vya habari, au sio bwana, kwenye media mbalimbali, au sio bwana. Sasa sijajua kwa upande wako Samir Kinyulinyuli, vipi kuhusiana na nyimbo zako ambazo walizitoa wakati ule ulikuwa haujaokoka? Kuna namna pengine media houses ziache kupiga ngoma zako? Mimi nizungumzie kwa upande wangu. Mimi bana siwezi kudili na vitu ambavyo vishapita. Tuseme siwezi kuzungumzia wakati ambao nilifanya Bongo Flava huko lopita au nyimbo zangu vitu kama hivyo, kwa sababu ni wakati ambao kwa sasa sipo tena huko. Sifanyi hiyo kazi tena. Na wala siwezi kuzungumzia. Yaani ni kama nakumbuka kitu fulani ambacho kilipita, na kuna sehemu katika mapito hayo, kuna sehemu nilikwazika, kuna sehemu nilijisikia vibaya, kuna sehemu niliumia. Kwa hiyo kwangu naona kama sihitaji kuendelea kukaa na hizo kumbukumbu ambazo naona kwangu ni mbaya. Kwa hiyo wakati wangu ni sasa, tusikizane sasa, watu watazame nilipo sasa. So nilipotoka, maana huko nyuma kuna vingine havikuwa sawa, unafahamu. Kwa mimi ni Samiri mwingine kabisa ambaye nimeacha kufanya mambo ambayo yote yanamchukiza Mungu na kufanya vitu ambavyo vitampendeza Mungu. Na wito wangu kwa vijana wenzangu, yes, ndio maana naimba, natumia sauti yangu, na mtaja Mungu, na msifu Mungu. Naonyesha namna gani ukitubu kwa Mungu, Mungu atakupokea. Namna gani niko tayari, na utayari nilionao ni kutokana na lengo na sababu za mimi kuumbwa na watu wote kuumbwa katika ulimwengu kumwabudu Mungu. Mashambulizi ni mengi sana kwa my brother Samiri kwa sababu walimwengu wana maneno yao. Wapo ambao wanaamini kwamba ndugu yetu ulifeli kwenye muziki wa kidunia, na ndio maana umeamua kupinduka kwenye muziki wa gospel na kuokoka, ukiamini pengine huku unaweza kufanikiwa. Mimi naimba, natumia sauti yangu kumtukuza Mungu. Kwanza sijaja kwenye gospel kwa ushindani wowote. Natumia kipaji changu na sauti yangu kama vile Mungu ambavyo ameniruhusu na kunipa kipaji nilichokuwa nacho. Kwa hiyo kwenye tukisema jambo rahisi au gumu, mimi sioni kwangu kama kuna ugumu wowote, kwa sababu kipaji Mungu amenipa cha kuimba. Niliaminiwa kuimba vizuri na Mungu mwenyewe pia ameniaminisha, ndio maana amenituma nifanye hii kazi, kwa sababu amenipa niimbe na uandishi, kwa sababu anajua naweza, na ndio kitu pekee alichoniagiza kuja kufanya katika ulimwengu. Nije nitumie sauti yangu alionipa, nije nitumie utenzi wangu mashairi, niandike mashairi mazuri ya kumsifu na kumtukuza. Kwa hiyo sipo kwa ajili ya kuona namna gani amefanya mtu mwingine, wala siwezi kusema eti kwamba huko ni rahisi, kwa sababu sijaja kuja kwenye kumtumikia Mungu au siifanyi kazi ya Mungu kwa sababu nipate fedha au nipate chochote. Sidhani kama kuna mtu au watu kwamba ukiokoka tu basi unakabidhiwa fedha. Kusikia kitu kuona hakuna. Kwa hiyo mimi nimeokoka kwa ajili ya mimi na Mungu wangu, naifanya kazi ya kumtumikia Mungu mimi na Mungu wangu. Nataka niko chini, nimepiga goti kwa Mungu wangu kwamba Mungu nimekosea. Kwa hiyo mimi nimeshuka kwa Mungu wangu kumuomba radhi, kumuomba msamaha na kuifanya kazi ambayo yeye mwenyewe itampendeza na inampendeza, ndio maana ameniruhusu. Kwa hiyo kuimba uimbaji wowote ule, lazima uwe na kipaji ndio uweze kuimba vizuri, umefahamu? Watu wa gospel wanaimba vizuri, wanatunga nyimbo mashairi mazuri, wanaimba vizuri sana. Kwa mimi niseme wote tupo kwa ajili ya lengo moja, wala sijaje kutakuimba gospel kutafuta wepesi wowote. Wala muziki wa bongo nilikuwa nikifanya wa kidunia wa Bongo Flava, hakuna sehemu ambayo mimi muziki wa kidunia wa Bongo Flava umenishinda kama walivyosikia nikiimba, walivyosikia nikitunga. Kwa hiyo ni namna gani pia popote naweza kufanya chochote kile kupitia kipaji changu, kama ambavyo nimeamua kufanya sasa hivi kwa ajili kumtumikia Mungu.
Kwa hiyo nitafanya vile ambavyo Mungu itampendeza na ataniwezesha. Maana mimi siwezi. Mimi tu nina kipaji, najijua kwamba Samiri kweli Mungu amenipa kipaji cha kuimba. Nasifiwa, unaimba vizuri. Lakini mimi sijipagi 100% kila siku kwamba najua kuimba vizuri sana, naweza sana. Mimi sijikwezi, sababu kila mwenye kujikweza Mungu atakushusha. Moja kati ya sababu ambazo zinadaiwa kwamba zimekufanya wewe uachane na muziki wa dunia na kuja kwenye muziki wa gospel ni kutokana na maisha ambayo wasanii wa muziki wa kidunia wamekuwa wakiishi. Mfano kama vile kurogana au sio bana, kutumia vilevi, wanawake and all that. Lakini hapa point kubwa ni issue ya kurogana. Kwa upande wako pengine hiyo ni sababu ambayo ilikufanya ndugu yetu uweze kupinduka kutoka kwenye muziki wa kidunia na kuja huku kwenye gospel? Kwa kweli sina ufahamu wa hivyo, lakini kwenye tukisema mambo ya maajabu, mambo ya ovyo au mambo ya kishirikina kama hayo, na nadhani sio kwenye muziki tu, kwa dunia ambavyo ipo sasa hivi, unafahamu. Lakini changamoto hizo zipo, naweza kusema zipo kwa sababu pia mambo ya kishirikina watu wanayafanya kila siku, lakini mimi siwezi kuzungumzia hilo sana, maana silijui kiasi hicho, ingawa nishakutana na ushawishi twende kwa waganga, nishashawishwa twende tukafanye nini, si tukavunje manazi huko na mambo ya kishirikina wakati nipo kwenye muziki ya kidunia. Lakini kwangu mimi, kwa sababu sio imani yangu, hata sikuona kwamba kuna haja mimi kufanya hivyo, ndio maana sikuthubutu na wala sitegemei wala kwanza siamini sana mambo ya uchawi, ingawa najua uchawi upo, lakini namwamini sana Mungu, kwa naona hakuna atakayenidhuru wala kunitengesha, kwa sababu najua Mungu ndio ana nguvu kuliko yeyote. Huo uchawi ule kuepo yeye kwake sio kitu. Marafiki mwapunguza kidogo. Uko Michael ulikuwa unafanya Bongo Flava, marafiki ulikuwa na wengi sana. Kama vile umeamua kuwaacha huko, umetengeza marafiki wapya ama iko vipi? Sijawaacha kwa muda wote, maana naamini kuna watu ambao nilikuwa nao naona kabisa wamepotea. Kwa hiyo au wanapotea, wapo kwenye muziki, wapo Bongo Flava, kwa maisha ya kawaida tu yoyote, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kusudi langu ni kurudi kwao. Mungu akinipa wepesi pia nirudi kwa wale watu ambao tulikuwa tuko nao. Kuna watu hawajaokoka, kuna watu bado wanaendelea kufanya mambo mengine na wafahamu wengine, kuna maisha tuliishi. Kwa hiyo kama kuna wengine wamebadilika, wametubu pia, wameacha kufanya madhambi, unafahamu, vitu kama hivyo. Lakini wale ambao naona kabisa hawa wana uhitaji wa kuwapa neno, wanahitaji wa kuambia chochote kuhusu Mungu ambao wanahitaji na kusudi lake kwao, ni wajibu wangu kuwarudia na kuambia, bwana, hivi sivyo, tufanye hivi, tumtumikie Mungu, acha kufanya dhambi, kifanya hivi sivyo. Refresh.